Mimi naitwa ndugu Felix Chunga, katibu mkuu wa chama cha mkoa wa Dar es Salaam. Nikiwa hapa mbele yenu leo kwa ajili ya uzinduzi wa mbio wetu DA Youth Talent 2026. Mbio hii itaanza kesho mpaka kufika Jumapili tarehe 27 mpaka tarehe 29 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Na itashirikisha vijana 3,000 na washangiliaji takriban 10,000 ambao tunategemea jumla watakuwa karibu 14,000 kwa ujumla wake. Na nia yetu kubwa ni kutafuta vipaji vya vijana wanaochipukia ili tuweze kulipata taifa la kesho. Mimi kwa majina naitwa Amani Ngoka, ni mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam. Hapa leo tuko kwa ajili ya jambo moja tu. Tumeongea sana kuhusu ile swala letu, jambo letu, lakini jambo letu tayari limeshafika. Tuna yale mashindano kwa ajili ya kutafuta vipaji vya watoto na vijana saizi ya kati na watu wakubwa. Kesho siku ya Ijumaa tarehe 27 tutaanza tukio hilo. Tutafika uwanjani hapa saa 1:30 asubuhi, na ratiba ya kukimbia itaanza saa 2:30 hadi saa 6 mchana. Lengo na kusudi la kufanya jaribio hili ni kuibua vipaji kwa vijana, na vijana tumeanzia kwa umri wa miaka 6 hadi 9. Wale watakuwa na event yao wenyewe, watakuwa na mashindano yao wenyewe. Na miaka 10 hadi 14 watakuwa na mashindano yao wenyewe. Na miaka 15 hadi 17 na wao watakuwa na mashindano yao wao wenyewe. Na miaka 18 na kuendelea. Labda watu watauliza kwa nini miaka 18 wakati huku ilikuwa ni kwa ajili ya kuibua vipaji. Naomba nitoe wasiwasi kuwa tumeona sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tuna mashindano ya mikoa ya Tanzania nzima ya National Championship ambayo yatafanyika mkoani Pwani hapo Mei tarehe 29 na tarehe 30. Sasa tumeona muda umezidi kwenda, tutumie nafasi hii kwa ajili ya sisi kuchagua timu yetu ya mkoa kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha katika mashindano yatakayofanyika kule mkoani Pwani. Niseme kuwa hili jambo sasa hivi ni kubwa, na sisi tumelichukulia kwa uzito mkubwa kwa sababu vijana ndio msingi wa kesho. Hawa vijana tutakao wapata hapa tutawalea, tutawatunza kwa ajili ya kuwa kina Simbu na Gea wa baadaye, wakina Magdalena, wakina Cecilia. Tumekuwa tumefocus sana katika mbio za barabarani, lakini tukumbuke kuwa mchezaji mzuri wa barabarani lazima aanzie uwanjani. Wakina Simbu, wakina Gea, wakina Mage, wakina Sesi wamekimbia sana uwanjani ndio wakaenda kukimbia barabarani. Sasa je, tusipofanya kuibua hivi vipaji vya watoto, wakina nani kesho wanaenda kukaba zile nafasi zao? Ina maana tunarudi nyuma, taifa litarudi nyuma. Lakini sisi kama DAA tumeona ni vema tuanzishe programu hii kwa ajili ya kuwapata wale vijana kwa ajili ya kuendeleza. Hapa tulipo mpango wetu mkakati na ambao tumeshauanza ni kuwa tutafute hata eneo kwa ajili ya kujenga center kwa ajili ya hawa vijana. Lakini kwa sasa hivi tumeanza kwa kupangisha nyumba kuwa angalau tukao wapata waende kukaa pale tuweze kuwasaidia ili waweze kuendeleza kipaji chao. Vile vile hawa vijana tutakuwa tuna jopo letu la wataalamu ambao watakuwepo. Watakuwa wanaangalia wale ambao wamefanya vizuri na ambao wana uwezo. Tutapeleka makocha wetu kwenye shule kule ambapo wanaposoma, wakishirikiana na walimu wa michezo wa shule husika. Najua tunasema mwalimu wa michezo, lakini mwalimu wa michezo lazima asome ile taaluma ya ule mchezo. Sio tu tuseme mwalimu wa michezo lakini hujui, tukikwambia kuwa hata basic coaching huna. Kwa hiyo tutawapeleka hawa wataalamu wetu kwenda kule kuwasaidia wale walimu kwa ajili ya kuendeleza hivyo vipaji. Nyinyi ni mashahidi kuwa wanafunzi wengi wakimaliza shule form 4, baada ya UMISETA wakishamaliza form 4, vipaji vingi vinapotea. Lakini sisi lengo letu kama DAA ni kuvilinda hivi vipaji
na kuviendeleza. Na sio hapo tu, sisi tutatoa wataalamu wetu kwenye UMISHUNTA na UMISETA kwenda kuangalia. Inawezekana kuna mtoto anasoma Mbeya, Njombe huko ndani Uyole huko, ana kipaji lakini namna ya kukiendeleza kinakosekana. Basi tutakuwa tunamfuatilizia baadaye tutakuwa tunamchukua kwa ajili ya kuendeleza. Nitoe tu shukrani zangu kwa wadau ambao wametushika mkono. ITV wametusaidia, wametupa support sana. Channel 10 wametupa support sana. Kikeke Online wametupa support sana. Gazeti ile la Habari Leo, Nipashe, ni vyombo vya habari ambavyo vimetusaidia sana sisi kutupushi katika jambo hili. Waandishi wa habari mmekuwa mstari wa mbele sana kutusupport kwa ajili ya kutangaza hili jambo. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kuwapongeza na kuwashukuru nyie. Bila nyie hili jambo lisingeweza kuendelea. Tuwashukuru UTT AMS ambao wametusupport. Ni wenzetu, tumewaendea ghafla tu, lakini wakaona hapana, hili jambo ni jambo la kitaifa, ni jambo kubwa. Wameona pamoja na huu tarehe ni fupi tulizoenda, lakini wameamua kutusupport. Kwa hiyo tunawashukuru kwa ajili ya support yao, na bahati nzuri ana mwakilishi hapa. Nikimaliza nitamkaribisha naye ataongea mawili matatu na kutuambia kwa UTT ni nini na nini faida yake. Tuwashukuru vile vile ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ofisi imetupa ushirikiano mkubwa, afisa michezo, afisa elimu, rasi mwenyewe pamoja na mkuu wa mkoa. Wametupa ushirikiano hali ya juu sana kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Tuna 100% kwa serikali wametusaidia kwa sapoti kubwa. Baraza la michezo la taifa BMT tunashukuru sana. Japo na wao vile vile tumewaendea tu ghafla kwa sababu sisi tulikuwa tunajua kwa itakuwa sio jambo kubwa sana, lakini wao wametusupport kwa kiwango kikubwa sana. Pamoja na shirikisho la riadha Tanzania. Tunatembea kwenye mwavuli sisi wa shirikisho la riadha Tanzania. Rais wa shirikisho la riadha tunamshukuru sana, pamoja na katibu yake na kabineti yake yote, ile kamati yake ya utendaji. Wametupa ushirikiano hali na mali ili tufanikishe jambo hili. Vile vile tusiwasahau Superdome. Wametupa support kubwa sana katika swala hili, pamoja na Superdome na wao wametupa support. Ndugu zetu wa Bonite tunawashukuru sana, wametupa support katika jambo hili. Kwa ujumla, kwa kweli tunashukuru kwa wadau wamejitokeza, japo nilikuwa kwa muda mfupi, lakini wadau wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kutupa support. Atlas, shule Atlas School wametupa support. Ni jambo la kuwashukuru sana, kwa sababu kwa kipindi kifupi isingekuwa ni rahisi watu kuja kufanya kutusupport katika jambo letu hili. Katika jambo letu hili nitoe tu rai kwa wadau, milango iko wazi. Sisi DA mipango yetu ni endelevu, tunaendelea na tunaendelea na mkakati wa ile kliniki yetu ya kila Jumamosi katika uwanja Benjamin Mkapa. Tunatoa rai kwa wadau kutusupport kwa ajili ya wale watoto wanapokuja ile siku ya Jumamosi kupata maji ya kunywa. Wengine wanakuja lakini hata nauli hawana, tunajaribu kuwasaidia na nauli ya kurudi. Unaona ni hali gani watoto wanavyopenda huo mchezo. Kwa hiyo na wao tunawaalika. Kuna watu ambao kweli walikuwa wako rai kutusaidia, lakini muda umekuwa ni mfupi. Bado milango iko wazi na mipango iko mingi. Tukibisha hodi, tunaomba wasitusahau na watupokee kwa mikono miwili. Tunategemea hawa vijana ambao watakaocheza hapa, wengine wataenda kutuwakilisha katika mashindano ya vijana ya AR yalikuwa yafanyika Uganda, lakini mpaka sasa bado hatujajua kwa ataenda nchi gani hapo Aprili. Tunaomba jamani, ni muda mfupi, lakini hawa watoto ambao tutakaowachagua hapa, watakaochaguliwa kwenda kutuwakilisha Tanzania, tukibisha hodi, jamani mtunge support ili tuweze kufanya vizuri kimataifa na kitaifa. Kwa majina naitwa Bi Zulfa Hemed, ni afisa masoko kutoka taasisi ya uwekezaji ya UTT AMIS. Tunashukuru Baraza la Riadha za Vijana kwa mwaliko huu, japo imekuwa ghafla lakini tumeitika. Sisi UTT AMIS ni taasisi ya serikali na tuko chini ya Wizara ya Fedha. Tunafanya uwekezaji wa pamoja kwa kukusanya mitaji ya uwekezaji wetu na kwenda kuwekeza kwa niaba yao. Kwa nini UTT AMIS tuko hapa leo? Kama alivyosema mzungumzaji wa kwanza kwamba hata vipaji vinatokea chini, lakini pia hata ule mwekezaji mzuri pia huanzia chini. UTT AMIS tuna mfuko kwa ajili ya watoto, tunaita Watoto Fund. Mfuko huu utamwezesha mzazi au mlezi kuweza kumtengenezea ada mtoto wake
kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miaka 18. Kwa kiwango cha kuanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Lakini mzazi au mlezi atapewa nafasi pia kuendelea kuongeza kidogo kidogo pale ambapo atakuwa amepata. Lengo kuu la mfuko huu ni kwa ajili ya kumsaidia mzazi kwa ajili ya ada kuanzia kidato cha kwanza, lakini pia kumnufaisha kwenye swala zima la ajira hapo baadaye kutokana na changamoto hii kubwa ya ajira. Wito wetu kwa wazazi na walezi wa maeneo ya Mbagala, Temeke na viunga vya jirani wajumuike nasi kwa siku hizi ambazo tutakuwepo hapa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwafungulia akaunti watoto wao kwa ajili ya kuanza uwekezaji. Na kitu kizuri sasa hivi tumeboresha huduma zetu. Tuna huduma ya app, lakini pia tuna huduma ya poto ambayo itamwezesha mwekezaji kuweza kufungua akaunti ya mtoto wake kupitia simu yake ya mkononi. Mahitaji ni cheti cha kuzaliwa cha mtoto nakala, lakini passport size ya mtoto na passport size ya mzazi na namba ya NIDA ya mzazi. Kuanzia hapo mtoto huyu ataanza kuwekeza kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Lakini pia nipongeze bodi kwa kuandaa bonanza hili kuwezesha kuwakutanisha watoto wa umri tofauti tofauti, lakini pia kuona fursa pia kwa watoto kuanza kukuza vipaji vyao wakiwa katika umri mdogo. Kama Waswahili wanavyosema, mbuyu huanza kama mchicha. Lakini pia vipaji vitaanza utotoni mpaka baadaye tutakuja kuwaona wachezaji wakubwa kama tunaowaona sasa hizi. Kwa hiyo nitoe wito tena wazazi kuweza kushiriki, kuwaruhusu watoto wao kufika viwanjani mapema, lakini wakati wanakuja kushiriki michezo wasisahau pia kuanza kufanya uwekezaji kwa ajili ya watoto wao. Naomba nishukuru sana kwa nafasi hii, lakini pia niwapongeze sana bodi, waandishi wa habari na wadhamini wenzetu kama alivyokuta kuwataja mkurugenzi hapo mwanzo. Nashukuru sana.